Kwa nini unahisi kama Mungu amekaa kimya? Au kwa nini Mungu haongei sana? Maandiko yanasema kutokana na kile kitabu cha Warumi 1:17 ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Sasa kama mwenye haki ataishi kwa imani, imani ni nini? Imani, maandiko yanasema katika kitabu cha Waebrania 11, ni hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Yaani mambo ambayo unayatarajia yana uhakika ya kwamba yatatokea, ama unao uhakika ya kwamba yatatokea, na mambo yasiyoonekana una uhakika ya kwamba yatakuja kutokea na yatakuwepo. Na Biblia inasema ni ngumu kumpendeza Mungu pasipokuwa na imani. Yaani mtu ambaye hana imani hawezi kumpendeza Mungu. Kwa hiyo Mungu anasema ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Mtu anayemwamini Mungu atafanikiwa kwa sababu imani ile alionayo ndani ya Mungu ndio itakayofanya kazi. Kwa sababu neno la Mungu lipo tayari na neno la Mungu litaishi milele. Neno la Mungu litadumu milele. Maandiko yanasema mbingu na nchi vitaharibiwa, lakini neno lake halitakaa liharibiwe kamwe. Neno lake lazima lifanikiwe. Neno lake alilolisema halitawahi kutanguka. Kwa hiyo kama amesema kwamba vita sio yako ni yangu, nenda nitakushindia. Kwa nini wewe kila wakati ambapo unataka kuingia kwenye vita unataka usikie tena Mungu anarudia kusema? Kwa nini unataka kusikia kwamba Mungu amerudia kusema ili uamini? Hapo ndicho kikwazo kinakuja cha kwamba usipomwamini Mungu hauwezi kufanikiwa. Na imani inapaswa kutii. Hauwezi kuwa na imani pasipokuwa mtii wa neno la Mungu. Kuwa mtii wa neno la Mungu ndipo pale Mungu ambapo anakuja kutenda kazi katika neno lake. Maana yeye analitizama neno lake apate kulitimiza. Hakutizami wewe na hofu yako, hakutizami wewe na maadui zako, anatizama neno lake apate kulitimiza. Ndio maana Daudi anasema, nitakupiga kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi uliyemtukana. Daudi alikuwa na imani mbele ya Goliati. Hakumtazama Goliati na ukubwa wake kwa sababu alijua Mungu wake ni mkubwa kuliko Goliati. Hakutizama Goliati na silaha zake kwa sababu alijua silaha ya jina la Mungu wake ni kubwa kuliko silaha za adui. Ndio maana anasema wao wataja farasi zao, wao wataja magari yao, lakini sisi tulitaja jina la Bwana Mungu wetu. Kwa hiyo jina la Bwana Mungu wetu ndio litakalotusaidia wakati tukiwa tunahitaji msaada. Kwa hiyo imani yako katika Mungu inaweza ikakufanya uamini kwamba Mungu kaisha sema na Mungu kaisha kupatia approval ya wewe kufanya jambo lile ambalo linapaswa kulifanya kwa wakati huo. Na imani yako itakusaidia kushinda hata kama vita ni kubwa kukuzidi uwezo wako. Kwa sababu Mungu analiangalia neno lake apate kulitimiza. Mungu haangalii machozi yako wala malalamiko yako, analiangalia neno lake. Maana neno la mfalme ni sheria, ni katiba, na hata mfalme mwenyewe hawezi kwenda kinyume na neno ambalo amekwisha kulitamka. Atashusha reputation yake. Shalom.